ya mateso imenichosha. Si maajabu ya Musa haya. Umeanza lini kupika mume wangu? Hivi mke wangu, wakati unaondoka hapa tuko tayari tumeshakula au unajitoa ufahamu ili kusudi tu mambo yaende kwako, unaona kama ni sawa? Kwa nini unatoroka mbele ya wazazi wako? Na unajua fika baba mkwe pamoja na mama mchungaji umekuja hapa kutufanyia maombezi. Alafu unatoka kinyemera tu. Umefanya kitu kibaya sana mbele ya wazazi wako. Kumbe angekuwa ni mtu tu wa kawaida kwamba anatupa ushauri, hapa ingekuwaje? Mke wangu, badilika. Acha mambo unayofanya yao sio vizuri. Hivi mume wangu wewe, nani ambaye amekwambia kwamba mimi na matatizo nataka kuombea? Mimi sina matatizo yoyote. Kwa nini nitaombewaje? Sina matatizo yoyote. Wewe una matatizo wewe. Wewe unabidi uombewe kabisa, wewe ndio unala. Hana una mikosi. Yeye una mikosi la hana zote ziko kwako. Unabidi uombewe. Yaani hata ningempigia simu akarudi kukuombea. Bwana, pambana majanga yako. Hapo hata hivyo unanipotezea muda tu. Ndoa ya mateso, ya mateso. Ndoa ya mateso, nimechoka. Ndoa ya mateso, ya mateso. Ndoa ya mateso, imenichosha. Amini na moyo si wa chuma. Naumia roho, naumia roho, naumia roho, naumia roho. Baba Angel. Baba Angel. Ma? Vipi mume wangu? Uko sawa kweli wewe? Wewe unaonekana kama una msongo wa mawazo. Ni kweli mke wangu, niko na msongo wa mawazo kweli. Mtoto wetu jana alichokionyesha mbele ya mkwe mimi sijapenda. Nilikuwa nawaza hapa kwamba ni nini hasa, labda ana shida gani? Kajifikiria kwamba labda nije nikuulize kinagaubaga wewe, kwamba labda pengine unajua. Nikikuuliza kinagaubaga wewe pengine unajua. Maana siku ile alipokukuta pengine alikupa na dondoo zingine ambazo mimi sizifahamu. Kwa kweli anakela huyo mtoto. Yaani nawaza mimi mchungaji halafu natendewa hivyo na mtoto. Hivi kweli nimesimama mbele ya madhabahu na hubiri watu, kweli inaingia akilini? Ni kweli, hata mimi sijapenda hiyo tabia aliyoonyesha jana. Kwa kweli inatia huzuni sana. Mimi mwenyewe sikuipenda kabisa. Inatakiwa tuwaite wote kwa pamoja, ili tuje tuzungumze nao hapa nyumbani. Uko sahihi kabisa. Mimi mwenyewe nilikuwa na wazo hilo hilo, tukiwaita pamoja na mume wake wakaja tukawaweka kikao. Pengine kuna siri nzito sana iko ndani yao. Mimi mwenyewe simuelewi. Hebu tujaribu tuwaite, tuwapigie simu. Na kuomba sasa, hii simu imeishiwa chaji, naomba uichaji, halafu jioni tuwapigie simu kusudi tuandae waje hapa nyumbani. Ndoa ya mateso, ya mateso.
nimechoka, dawa ya mateso imenichosha. Jana baba mkwe alikuja hapa nyumbani. Alikuwa na issue hii moja, kutuombea sisi, mimi na mke wangu, kwa ujumla ni familia. Ila sasa tulipiga magoti wote, mimi na mke wangu. Tulifumba macho katikati ya maombi pale hivi, kuja kufumbua macho, Angel hayupo. Akauliza baba mkwe, mbona Angel simuoni? Nikamwambia, baba, ndo hali ya mtoto wako halisia, na wewe umejionea mwenyewe. Mimi nilikuambia tangia mwanzoni kwamba mtoto wako baba mkwe kabadilika. Ndo umejionea mwenyewe. Ndo kaniamuru kwamba hebu nenda kamwangalie ndani. Nikaenda kumwangalia ndani, sijakuta mtu yoyote ndani. Nikarudi, baba, simuoni mtu ndani. Yaani ina maana unataka kuniambia yaani alitoka kwenye maombi, yaani alimwacha mkiwa mnaomba. Ina maana unamaanisha kwamba mlifumba macho, baada ya kufumbua macho Angel hayupo, si ndio? Ya, ndio hivyo, ilikuwa hivyo. Unajua nini? Nilisikitika sana. Baba mkwe na mama mkwe walitoka nyumbani kwangu bila hata ya kula, bila hata kupata kitu chochote kile. Ase, nilisikitika sana. Unajua mpaka nakuonea huruma. Yaani Shemu anazidi kubadilika kweli, ila sasa anakoelekea ni kubaya. Anakofikia kabisa mpaka baba yake mzazi, mama yake mzazi anawadharau. Anaelekea pabaya kweli huyu mwanamke. Ila tutafanyaje sasa rafiki yangu? Tuna ukikumbuka kule kwa mganga tuliambiwa siku 90. Nikifikiria hivi labda ndo zinaingia sasa, zinaingia taratibu, yani dharau hizo. Lakini mbona sasa mpaka na dharau na wazazi wake? Dawa ya mateso, ya mateso. Dawa ya mateso imechoka. Pale nilipokuacha pale, nienda nyumbani nikamkuta shemeji anafagia. Sawa. Fika pale. Unajua mimi Shemu sijapenda. Sijapenda kitu gani? Mimi sijapenda. Sijapenda kitu gani? Siongei. Mimi sijapenda. Kumwambiaje? Yaani unakuwa kunipigia rafiki yangu, amekosea kitu gani? Mimi sijakaa sawa, si nikawashwa kofi na mimi. Nimekupiga na wewe sasa. Nimekupiga. Nikwambia nilichukia hivi, yani kwambia madudu yangu kidogo niamshe. Ile ngasema hapa nikiamsha madude, huyu mtu yani nitamchanganya tope chapu tu. Umeona? Nasemaje? Acha tu nikaze roho. Umeona? Nikakaza tu vile, sawa? Nikamwambia Shemu, usinifuatilie katika maisha yangu. Umeona? Haikuhusu, mimi ni mtu mkubwa. Ina maana nikiamua kuoa naoa. Hata yule rafiki yangu nikaamua kuruka naye na ruka naye. Kwani shingapi? Kwa sababu mimi hapa niko mtu single. Sina mtu yoyote wala unifuatilia maisha sijui. Pale si Shemu alianza kutupia maneno yake ajabu. Unaona? Sema nini Manyika? Sema tu wewe unielewi. Unaona? Mimi moyo wangu bwana, mimi nina wivu. Unaona? Sasa sema una wivu wa nini sasa? Ina maana mimi wivu wako upelekee kwangu utakusaidia kitu gani? Kwa sababu mimi ni mtu single. Naona ambaye natembea naye yule ni rafiki yangu. Unavyofikia sehemu ya kunichunga mimi unanikosesha raha. Pale akasemaje? Ujui tu. Mimi sijui kitu gani. Mimi bwana nakupenda. Nishakupenda kitambo. Moyo wangu unausumbua. Mimi sasa nina wivu. Sema makubwa. Sasa unanipenda mimi wakati wewe ni mke wa kakaangu, au unajitoa ufahamu kwamba wewe ni mke wa kakaangu? Yaani pale nikasema shemeji yangu kweli akili hazichachi kabisa hata siku moja. Ananipenda eti wakati yeye ni mke wa kakaangu au ananipenda. Kwa hiyo inaingia kweli rafiki yangu hiyo. Kwa nini akutaka wewe kimapenzi? Angali anajua kwamba wewe ni shemeji yako. Na akijua kaka yako, atakufanya ndugu yangu, muepuke yule shemeji yako. Atakufanya ukae vibaya na kaka yako. Mimi nitakushauri hicho. Achana naye. Tena umwambie asikuzoee. Ni kweli happy unayowazungumza ni ya ukweli kabisa, tena uhakika. Ndio maana nasemaga wewe rafiki yangu, wewe ni mtu wa kunifariji sana, unaona?
mtu wa kunijenga. Muona muda mwingine hata nafikiria mambo ya ajabu ajabu na nijenga wanaweka kwenye msingi. Na kweli pale akija kufahamu kakaangu itakuwa kero kubwa mno. Umeona? Tena kwanza itakuwa ni mwanzo na mwisho mimi kuishi pale. Ni maana nitafukuzwa kama mbwa. Tuachane hapo basi rafiki yangu. Ambacho kwa nataka nikuombe kitu kimoja. Umeona? Kwa naomba basi, kwa naomba tutoke kidogo. Si unajua bwana kwenda kuoshaosha macho. Umeona, kuangalia mazingira. Kwa naomba basi tuwezekana kesho kutwa toke out kidogo, out ya kijijini, unaelewa? Au unaonaje rafiki yangu? Happy, unaonaje basi toka? Wewe tena siwezi kupinga rafiki yangu. Kwa upande wangu mimi ninavyoona, wewe hata ungesema tuende wapi hapa bizi, haina shida kabisa yani. Hata ungesema leo, sema tu ndio hivyo, acha nikajipange. Kwa vile umenipa siku nzuri, tutaenda, usijali rafiki yangu. Unajua tena. Sio. Ndio maana rafiki yangu mimi nakukubali. Kwa sababu wewe ni mtu huna vipingamizi, mtu mwelewa. Kwanza niseme kwamba ni furaha kubwa mno kukubali kwenda kutembea, unaona, kuangalia mazingira kidogo, unaona. Kwa hiyo niseme ni furaha kubwa sana. Kingine tu niseme kikubwa ni kujiandaa tu. Kesho kutwa tunaruka Dizim. Au tunaacha Dizim tunaingia sehemu nyingine. Ndoa ya mateso, ya mateso. Ndoa ya mateso, nimechoka. Sijunipendi. Hey. Wow. Shemeji, mbona wanitesa? Akiondoka kaka, eti mbona wanitesa? Mateso mengi shemeji, hayana idadi. Unayonitesa shemu, basi Mungu akusamehe. Ujue binadamu sote duniani tunapita, wema ni jambo la kawaida shemu. Acha unayofanya, basi naomba nisamehe. Kama nafanya makosa kwako, mateso nipunguzie, angalau nipate tabasamu. Wewe shemeji, tafadhali naomba nipunguzie mzigo wa mateso jamaa. Shemu shemeji, ninakaa kwa tabu, shemeji, ninakaa kwa shida, jambo ninaosha kwa tabu, mabanzi kichwani hayaniishi, mpaka kichwa mwisho wa siku na kihisi kinauma. Shemeji, hata basi msaidie kufua. Hapana, mbona mimi nimezoea siku nyingi nafua tu shemeji. Hapana shemeji, leo nimeamua kusaidia. Hapana shemeji, acha nifue tu, ana shida. Shemeji na wewe, leta basi msaidie. Sio ustaarabu wa sasa shemeji. Acha nitafua mwenyewe. Hapana, acha basi shemeji. Vipi?